hiyo mimba nimekuwa Angel, hebu kwanza punguza hasira. Usihisi kwamba sihitaji kukupatia simu yako, no. Ila nafanya hivi kwa ajili ya usalama. Kwa hiyo usije ukahisi kwamba sihitaji kukupatia simu yako labda kuna kitu, no. Basi ni kwa ajili tu ya usalama, kwa sababu mtu yoyote akija kufahamu kwamba mimi niko hapa, tutakuwa tumeharibu kila kitu. Lakini kitu kingine ambacho nahitaji kukwambia, mama alihama pale nyumbani. Yeye pamoja na Kei wakaenda kutafuta nyumba sehemu nyingine. Lakini ile nyumba niliwatafutia mimi. Na niliwatafutia mimi kupitia mtu. Kuna mdada ambaye niliongea naye akawa amewiwa kunisaidia. Kwa hiyo ndio akaenda kutafuta ile nyumba na akawapeleka pale. Na yote yale niliyafanya kwa ajili ya kuwaweka karibu na mimi. Sio mbali na hapa. Ni mtaa wa pili tu pale. Kwa nilifanya vile ili wawe karibu na mimi, ili taarifa niwe nazipata kwa haraka zaidi. Lakini yule mdada nilikuwa namtumia mara nyingi sana. Nilikuwa namtumia kwenda kuleta taarifa. Na nikaamua hadi kumfanya aweze kuishi pale nyumbani. Lakini yule mdada amemuoa. Na ulijua ni nani ambaye amefanya mauaji hayo? Okay. Nimesikia wakizungumza lakini sina uhakika, na ni uhakika kabisa kwamba amemuoa kwa sababu sijaona mwili wake, lakini nimesikia wakiongea. Na mara ya mwisho yule binti alikuwa ananiambia kwamba kuna mtu alikuja pale nyumbani wakawa wanaongea na mama. Yule mtu alikuwa anaongea maada ya Zuri. Maana yake yeye alisikia kabisa kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya mama na yule mtu kuhusiana na Zuri. Sasa kipindi ananipatia taarifa, nilisikia roho ghafla simu imekatwa, but sikuweza kuelewa kwa nini kakata. Mimi sikuweza kumtafuta kwa sababu nilihisi labda akanipatia taarifa na amekata ile endelea na shughuli zingine. Imefika asubuhi nikamtafuta lakini sikumuona. Mimi nilijua tu labda kakata kwa ajili ya kwenda kuendelea na shughuli zingine. Lakini nilikuja kumtafuta tena baadaye. Sikumpata. Ndipo nikaamua kwenda nyumbani. Na ndio maana huwa unaniona anavaa haya mavazi. Yote huwa anavaa kwa ajili ya kujificha tu. Kwa hiyo kila siku huwa anakwenda pale nyumbani. Na hakuna yoyote yule ambaye ameshigawahi kunifahamu kama ni mimi. Natumia jina la Sabrina. Sabrina? Lakini siku hiyo nilivyokwenda niliuliza na mhitaji yule binti, mama kaniambia binti amesafiri. Na wakati ni muda mchache tu ambao nimetoka kuongea naye, anaweza kama amesafiri kaenda wapi. Kwa mimi nikahisi kabisa kuna kitu kinachoendelea. Nilivyotoka nikaenda kusimama nyuma ya nyumba ili niweze kugundua labda kama kuna mazungumzo yoyote yale yataendelea au labda nitasikia sauti yake.
Lakini pale ndo niliposikia kwamba Kay kamuua. Maana tatizo jingine. Na pale ndipo nilipothibitisha kwamba mama kamuua Zuri kwa sababu alitamka kwa mdomo wake. Mama. Ujisiamini? Nini mama na upole wote ule? Na huruma yote ile? Yaani kwa nini? Kwani Zuri alifanya kosa gani mpaka mama akaamua kumuua? Mama. Kwa hiyo sasa kwa hapa kama shusha hasira. Kwa hiyo usije ukaona siku ile nilikuwa nalia, nilikuwa na hasira. Ndio maana nishindwa kuongea na wewe chochote. Ila sababu kubwa ilikuwa ni hiyo. Na nilitamani sana kwenda kuwakamata siku hiyo hiyo. Lakini kuna recording ambayo iko ndani. Nikienda kuwakamata ile recording sijui kama itakuwepo au haitakuwepo. Kwa hiyo ushahidi wote sitakuwa nimeupata, ule nilisikia tu. Kwa hiyo ushahidi mzima ni kuhusu ile recording. Kwa hiyo ile recording nikiipata, basi itakuwa rahisi zaidi kuwakamata. Sasa nawaza nifanyaje? Na sijui kama ile maiti iko ndani au wameizika, kwa sababu hatujasikia tangazo la msiba. Manake exactly kabisa itakuwepo ndani. Lakini kama haitakuwepo ndani, kuna sehemu itakuwepo. Kwa sababu huu muda ambao nimerudi hapa, nilikwenda pale nyumbani nikakutana na mama. Nikamconvince sana niweze kuingia ndani mle. Lakini aligoma. Aligoma kabisa. Nimetumia mafundi, nimetumia umeme, nimetumia kila njia, lakini akagoma. Kwa hiyo nikaona bora nisilazimishe, wacha nirudi niweze kutafuta njia. Lakini kipindi narudi aliomba kunisindikiza. Mimi nikamkubalia, tukaondoka. Lakini hatua chache tu kutoka kwenye ile nyumba, kuna kiwanja ambacho hakijajengwa, kimetulia tu. Niliona kama kuna kitu kimechimbwa alafu kimefukiwa. Nilishtuka sana kwa sababu nilihisi huenda itakuwa ni ile maiti ndio hapa pale. Sio mbali na nyumbani, si ndio? Sio mbali. Ni beside tu. Okay. Sasa hapa nilikuwa natafuta njia ya kwenda kuhakiki pale, lakini siwezi kwenda kufukua. Sasa hapa nawaza jinsi gani nitaweza kuipata ile rekoda. Nawaza sijui na jinsi gani naweza kuingia mle ndani kwa ajili ya kuhakiki kama maiti ipo au haipo. Sikia Angel, mimi naomba unisaidie. Amna, niko sawa. Tunaweza tukaendelea. Umesema nikusaidie kivipi yani? Uko sawa kweli? Niko sawa. Okay. Mimi nahitaji unisaidie.
mimba. Na kuuliza una mimba? Aiken, mbona sina mimba? Hebu usinifanye mimi mtoto mdogo, sawa? Yaani usinifanye kabisa kwamba mimi sielewi chochote kile kinachoendelea. Nimekwambia niambie hiyo mimba ni ya nani? Angel, please tell me. Jamani Aiken, mimi sina mimba. Please Angel, usinipandishe mashetani. Naomba niambie hiyo mimba ni ya nani? Aiken, nishakwambia mimi sio mimba, labda ni hali ya hewa tu. Angel, unaelewa kila kitu kinachoendelea. Naelewa kila dalili ya mwanamke akiwa na mimba au akiwa na hali mbaya. Asa ni mwanamke. Nishakwambia mimi sina mimba na uhakika sina mimba. Kwani mimi siwezi kuzijua dalili za mimba? Angel, please, hebu usipandishe mashetani yangu na nikaja kuonekana mtu mbaya. Sawa? Then don't try to do that. I need to know the reality. Hiyo mimba ni ya nani? Hivi kwa nini hutaki kunielewa? Nimekwambia sina mimba. Vipi? It's okay. Nenda ndani. Kanawe mdomo wako. Then back to the hospitali. Usiniangalie. Twende hospitali. Napitia mapito, inaniumiza moyo, nikora mwanangu Karobo, inaniumiza sana. Ona mke wangu amebadilika, nifanye nini? Inaniumiza sana, inaniumiza moyo. Chiko nalia, Zero Chiko naumia. Aya, nini tena umefuata hapa nyumbani? Wewe mimi nagonga mlango muda wote umejifungia ndani. Sasa sikia. Ile mdada nikwambia alinipiga kibao pale. Naomba. Mbona pande ule kule sasa nataka tukamkande tumzungukie nje hapa. Sasa wewe ndio uchokujia hapa nyumbani ndio hicho. Yaani mimi uko ndani na kazi, alafu upumbavu wako unakuja kuniambia huo, si ndio? Sasa sikia, mimi nataka tukamchangie tukampige ule na kuomba msaada basi. Basi ngoja nichukue panga. No, panga la nini? Panga la nini wewe? Ndio tumkatikate vichwa yule wewe ujui na wewe. Tumkatikate vichwa yule ujui na wewe mnyacho. Panga yule kwanza akikamata ile panga lile na sisi tulivyo vipimbi hivi. Hata tukatakata vichwa, katakata nini naenda kukanga na supu. Huko ndio katakata. Twende. Chiko nalia, Zero Chiko naumia. Chiko nalia, nalia. Jamani, si mtoto. Mama we. Jamani, si mtoto huyu jamani. Nani kampiga? Mungu wangu we. We mtoto, unanifia nyumbani kwangu.
Tukaenda hapo jamani. Mama yangu wewe, yamenikuta mimi mwenzenu leo. Mama wewe, wewe mtoto wewe. Haka mwenzangu. Yai, wewe Mungu wangu nisaidie. Wewe bwana, sasa apiti wa mtu mwenyewe. Usikiza, anakuja sasa hivi, mimi naweka njia ndo hii ya. Wewe usiniletee habari zako. Umesema mwenyewe atapita hapa, mimi unanichelewesha kabisa hapa. Uko nyumbani na makazi na mama kanyachia mavyombo sijui manini hapa, sijamaliza. Nimekuja kwa ajili yako. Utaweza kunilipa hiyo hela au unabwabwaje tu ya maneno yako hapa? Moja naondoka. Subiri kwanza basi. Nini sasa? Yaani wanakuja na wewe. Njia ndio hii sasa. Mimi siongee, usikize kwa. Hivi kibaya kabisa. Nachukuliaje kwa mfano mdogo wetu? Nachukuliaje? Okay. Yaani wewe unavozidi kunikalisha hapa, unatumia matumizi mabaya sana ya nguvu zangu. Yaani unaanza kushindana na mimi. Chiki minyama hivyo nija. Mimi nikimkamata nampiga mbao yule mmoja tu. Kama wewe mchoncho kuja. Mara ya pili. Nacheka. Hebu subiri tuwe serious basi na wewe. Wanakuja njia ni hii, nakumbuka ni. Yaani hii hapa ilinipiga kibao hapa. Hapa. Ndio nilipiga kibao. Unajua mimi nanichelewesha na kazi sana nyumbani nyingi. Subiri wanakuja. Haya, sogea hapo endelea kulinda. Angalia kule, angalia huku, angalia huku, angalia na huku. Na kule. Sawa. Mimi nalala, nimechoka. Okay. Wataka kupita. Wewe angalia huku na hapa katikati. Mimi nitajini na kule. Tumeelewana? Fanya hivyo, fanya haraka. Okay. Sasa ndio nigombeze. Sio umekuwa mjanja. Aya bana. Poa. Wale. Kumbe ndio wale. Sasa sikia. Ni mmoja yule mwenye kinini. Anamvaa kama Al-Qaeda. Yule alova baiboi. Al-Qaeda Mbona sasa mrembo binti mzuri nini? Flash. Yaani mimi nikimkamata na mpabao. Chini, tondoka bana.